Niliongea na Bahati pia, nilimpigia nikamwambia sio mimi niliyefanya hivi. Mnakumbuka wakati ule nilikuwa naambianga wachungaji wangu, tokeni kwa media, tokeni kwa social media, si ndio? Kuna kipindi nimeambia wachungaji wangu, tokeni kwa media, tokeni kwa social media, si ndio? Juzi mmoja wa mapasta Sabaa alikuwa pamoja na sisi, alikosea, alioji mtu, huyo mtu aka create vitu vyake zikawekwa hapo kwa mtandao, si ndio? Zilipowekwa hapo kwa mtandao, yule aliyetajwa kwa mtandao akaanza kusema Pastor Ezekiel, na watu wote walio kwa mtandao wanasema ni Pastor Ezekiel, si ndio? Na wanajua huyo mtu ambaye yako hapo anaongea na huyo anaojiwa sio Pastor Ezekiel. Si wanaona tu, si Pastor Ezekiel, na sio Pastor Ezekiel anaoji huyo mtu, sio Pastor Ezekiel anaongea na huyo mtu, lakini kila mmoja akiamuka, umesikia kila ambacho kimefanyika kwa Pastor Ezekiel, Pastor Ezekiel amefanya hivi 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 hivi. Hata aliyetajwa alipolalamika anasema Pastor Ezekiel, si ndio? Lakini kwa sababu gani? Kwa sababu New Life inajulikana Pastor Ezekiel. Na huwa nasema hivi na nasema hivi, kuna New Life nyingi sana huko nje. Si kuna mwingine aliniuliza, Pastor, tuambie branch yako ni gani? Nikamwambia mnazijua. New Life ni nyingi sana huko nje. Kuna New Life aina fulani, New Life aina fulani, kuna New Life aina fulani. Na watu wanaovaa mavazi yangu nayovaa ni wengi, na uwezi kuzuia vua hiyo. Mavazi ni yangu, mimi ndio nilishona. Kwani ulishonewa wewe? Uwezi ukazuia mtu, si anashona vile anavyotaka. Na mtu akiamua kuandika yake New Life Prayer Center and something New Life that bora tu imeandikwa New Life. Mwingine pia anaweza kuwa ako na mimi, baada ya muda akawa huru kutumika kivyake. Bwana Yesu asifiwe. Lakini huwa nashauri kwamba mtu anapotumika na mimi, ninapompa uhuru kutumika kivyake, abadilishe jina la kanisa, ili wakati jambo lolote linatokea kama hilo aulizwe yeye. Sababu nikiulizwa mimi, nitakaposema huyo simjui, wale ambao hawajui kwamba nilikupa ruhusa utumike nimekupa uhuru wa kutumika kivyako, watasema amemruka. Lakini sio kumruka, unampa mtu uhuru, unaweza kutumika kivyako, na nilikulea mimi, nimekuwa babako, lakini sasa unaweza kutumika kivyako, ili ikiwa hii inaenda kihivi, hii inaenda kihivi, na pia inasaidia pia serikali. Bwana Yesu asifiwe. Nimetaja hilo jambo kwa sababu najua lilitatiza akili za watu. Pastor Ezekiel ulisema hivyo. Mimi kwangu ukianza kutaja mtu ninakwambianga usitaje mtu hapa, si ndio? Usitaje mtu hapa, na usitaje kanisa la mtu hapa, na usitaje jina la mtu hapa. That is how we work. So upande wangu ninaiweka hapa hivi, kwa yule aliyetajwa, kama alifikiria ni mimi, sio mimi nilifanya mahojiano na mimi sikumtaja. We don't work that way, and I apologize kama jina lake liliharibiwa na kanisa ambalo liko na jina la New Life. I apologize on behalf of that preacher. Hata kama
hatumiki hapa, hata kama ako independent, kwa sababu nilimpa uhuru awe independent. Akiwa independent na maanisha anaweza kuregister kwa jina lake yeye mwenyewe, anaweza kurun yeye mwenyewe kivyake, ili wale ambao nawalea huku ninawalea huku. Akiwa independent anaweza akafungua branches, akawa na makanisa yake, New Life something. Sababu si makosa kulea mtu akawa huru, si ndio? Si makosa kulea mtu akawa huru. Hata mimi ni mtoto wa Bishop Pius Muiru, lakini si ni New Life. Amen. So Pastor Gilak pia nilimlea na nimempa uhuru kuwa huru, independent church, sio branch ya hii independent church. Na yeye akiwa independent anaweza kufungua branches zake, lakini sio hii New Life. Nasema hivi ili mtu asichukulie Pastor Ezekiel ameruka Pastor Gilak. No, yeye ni mmoja wa wachungaji ambao niliwaombea nikawapa uhuru. Unaweza kuwa huru ukawa na kanisa lako na ukafungua branches kivyako, lakini it is not part of this. Kama vile unavyoona mimi pia niko na babangu Bishop Muiru Maximum, but this is New Life. So it is possible Pastor Gilak kuwa na kanisa lake hata akaweka jina not New Life, lakini wakati ambapo inakuwa ni New Life anafanya makosa, si nitaonekana ni mimi, na mimi ndio nitalaumiwa. Na ukisema hiyo sio branch yetu, pastor ameruka ndugu yake, no. Niliwalea, there are several of them, niliwalea, na kuna kipindi niliwaita nikawaambia nyinyi mko huru. Wale ninawalea ni ABCD. Hata nitakutana na baadhi yao Nairobi kesho jioni. Wale na huwa mnawaona wale ninawalea wakiwa hapa. So sijapenda mtu kuharibiwa jina. Mimi nishawahi haribiwa jina, so singetamani mtu haribiwe jina on behalf of New Life, kwa sababu hilo kanisa limetumia jina la New Life na hilo jambo likatokea, na mimi sijapenda kukosea mtu. Kwa hivyo Bahati on behalf of New Life na kuomba msamaha, ijapokuwa sio mimi niliyefanya hivyo wala sio branch ya New Life ilifanya hivyo, lakini mimi ni mtumishi wa Mungu, singetamani New Life ikukosea jambo lolote. Please, kama ilichukuliwa vibaya ni New Life, forgive New Life, and thank you so much. Sababu kukosea mtu na unyamazi si kitu kizuri, si ndio? Huwa nafanyanga kazi ya Mungu hivyo, sababu kuna kesho. Huyo unayeona umemshinda, kesho utamuhitaji. Lakini nashauri independent churches ambao tulikuwa nao na wakawa huru, wabadilishe majina, waweke majina yao, ili jambo linapotokea lisije likachafua huko. Sababu next time nitarespond, nitasema no, hiyo sio hapa. Mkibadilisha jina inasaidia mtu kujua wewe ndio umefanya hii, iwe kitu kizuri iwe kitu kibaya, si ndio? Ama hapo nimeongea vibaya? Iwe kitu kizuri mtu anajua ulifanya kitu kizuri, iwe kitu kibaya mtu anajua lakini la sivyo taingiza washirika wa New Life kwa sifa ambao si yao na pia uchafu ambao si wao. Tushapitia machafu mengi sana, hatustahili tena kupitia tena. Kwa hivyo ninaheshimu independent churches ambao walikuwa hapa na nimewapa ruhusa kuwa huru, ninawaheshimu. Lakini niliwapa uhuru na wote wanajua. Ningeomba wabadilishe majina ya kanisa. Najua wengine wameregister, wabadilishe majina ya kanisa for the easy identification. Mtu akiwa kuna jambo na wewe anatambua kwa haraka sana kwamba sio Pastor Ezekiel.
Na mimi jambo hilo limetokea kwa njia nzuri ambayo inasaidia yule ambaye alikuwa anauliza na nani amefanya hivi? Nani amefanya hivi? Nani amefanya hivi? Lakini mimi kawaida yangu mimi sipendi kukosea mtu. Kwa sababu hilo kanisa limeandikwa New Life. Hata nikimbie niende wapi? Ako hapo anaongea, lakini mtu anasema ni Ezekiel. Ndio unajua huyu si Ezekiel. Kini Ezekiel huyu. Haina neno, tunashukuru. Lakini niliongea na Bahati pia. Unajua mimi usipendi kudharau mtu. Nilimpigia nikamwambia sio mimi niliyefanya hivyo. Na pia hiyo ni moja wapo ya kanisa ambayo ilikuwa moja wetu, lakini sasa niliwapa autonomy wa kuhuru. Kwa hivyo sio sisi tumekosea, lakini bado nakuomba msamaha. Ni vyema kuishi na wenzako kwa amani hata kama wamekushinda ama umewashinda. Hiyo pia jifunze tu. Na tunaheshimu hayo makanisa wote. Pastor Gilak na wenzake wote tunawaheshimu na tunawaombea. Mungu azidi kuwatumia na Mungu azidi kuinua ministry zao. Mungu awaepushe na changamoto mingi na Mungu awatendee mema. Asante.